Shalom, shalom wana na urithi wa Bwana, na wasalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Patson Justin Mnanka, ni mwana na urithi wa Bwana katika taifa la Bwana, ukuhani wa kifalme nizitangazaye fadhili za Bwana katika taifa na mataifa ulimwenguni kote, na wasalimu kutoka Dodoma. Napenda kumshukuru Bwana kwa ajili ya neno lake la unabii ambalo alituambia mwaka 2023 mwezi wa 9. Miongoni mwa mambo matano aliyozungumza na sisi, alizungumza kuhusiana na masuala ya tehama, teknolojia, habari na mawasiliano. Na kwa upande wangu naweza kumshukuru Bwana kwa sababu nikiwa kama msimamizi wa taasisi ya uongozi na mafanikio consultants, tumekuwa wanufaikaji wakubwa wa zawadi hii au wa neno hili la unabii ambalo Bwana alitupatia kuhusiana na masuala ya tehama katika majira haya, kuanzia neno lipotoka 2023 mwezi wa 9 mwaka mwishoni mwa mwaka 2024 2025 mpaka sasa 2026. Kwa kweli naweza kusema imekuwa ni miongoni mwa kalama ya masaidizano. Mimi naita kalama ya masaidizano. Tehama ni kalama ya masaidizano, kwa maana ya kwamba vile vitu vingi ambavyo kwa muda mrefu vilikuwa vikichukua muda mwingi, labda wa kuhitaji mimi nikae mezani niweze kuchora mchoro, niweze kupangilia mambo, kwa kweli kupitia kalama hii ya masaidizano imekuwa msaada mkubwa. Kwa sababu naweza kuchukulia mfano, mwaka jana tulikuwa tunapanga malengo ya miaka 10 mbele, yani kutokea sasa miaka 10 mbele, alafu tunarudi miaka 5, alafu tunarudi miaka 3. Sasa ukipiga tu kwa hesabu ya kawaida, ukisema utumie jitihada zako mwenyewe au akili yako, utachoka vibaya sana. Kupanga malengo ya miaka 10 maana yake uyavunje lengo moja baada ya jingine katika taarifa na muhtasari mwingi, kitu ambacho kitakuchukulia muda mwingi na kitakuchosha na unaweza kukiacha njiani. Kwa hiyo namshukuru Bwana kupitia kalama hii sasa imeweza kusaidia kufanya jambo hili kwa urahisi na uwepesi sana. Yaani sisi tuli-highlight malengo yetu, tuka-highlight vitu tunataka kufanya, tutafanya nini, tutapiga hatua wapi, kitu gani na wapi, alafu kupitia tehama sasa katika teknolojia hii ya akili mnemba imeweza kurahisisha kwamba kutupa workflow nzuri ya miaka 10 ijayo, tupa workflow nzuri kwa miaka 5, imetupa workflow nzuri kwa miaka 2 pia ambayo tunatembea nayo hivi sasa. Kwa naweza kumshukuru Bwana kwamba imekuwa ni kalama ya masaidizano kubwa sana katika kurahisisha kazi, katika kupangilia kazi, lakini pia hata katika eneo la kufanya tathmini na mirejesho. Mfano hapa katikati nilipata neema ya kampuni moja ilihitaji kufanya kazi na sisi. Kwa hiyo baada ya kufanya kazi zao nyingi katikati, wakasema bana, tunataka kufanya partnership na nyinyi ili tuwaweke mwe professional consultants wetu. Kwa hiyo nilikuwa nahitaji uniandalie ripoti ya kazi zetu zote tulizofanya, kila kitu niweze kuwasilisha kwa bodi. Sasa ukipiga hesabu, kazi zipo zilizofanyika, kila kitu kipo, lakini ukisema ukae uanze kuandaa ripoti, uandike ripoti nzima ya kazi zote ulizofanya, utachukua muda, na kwa uhitaji na kwa muda uliokuwepo ulikuwa ni mdogo. Kwa hiyo kupitia tehama na teknolojia hii imeweza kurahisisha kwamba nimezikusanya zile kazi zote ambazo nilizifanya, kisha kupitia kalama hii ya masaidizano ikaweza kutengeneza workflow nzuri, ikaweza kutengeneza ripoti nzuri, feedback nzuri ya kitaalamu ambayo naamini hata wanaoisoma kwa kweli wanaifurahia. Kwa hiyo namtukuza Bwana kwa ajili ya kalama hii ya masaidizano katika taasisi ya uongozi na mafanikio, lakini pia katika taasisi ya Mimi Si Maskini. Imekuwa ni neema kabisa na imekuwa ni zawadi ya thamani katika urahisishaji wa ufanyaji kazi. Nakumbuka pia miongoni mwa maombi ambayo tulimshukuru Bwana mwaka 2024 kuanzia mwezi wa 5 pale, tulikuwa tunaombi miongoni mwa maombi matatu, nitaja moja. Tulikuwa tunamshukuru Bwana kwa ajili ya simple way of how to do things, simple way of how to do things. Samba, Lord give me a simple way of how to do things. Kwa namshukuru Bwana kwa sababu hii ni miongoni mwa simple way of how to do things. Shalom, shalom.